Karibu. Alichukua na kuiangalia vizuri. Ilikuwa ni picha ya msichana aliyejaliwa umbo lenye ushawishi wa kimapenzi. Naomba usubscribe channel hii. Asante. Bila wewe sitofarijika. Pia like na comment. Unasikiliza hii simulizi kutokea wapi? Msichana huyo ndani ya picha alipigwa kwa upande wa nyuma. Alivalia mtandio pekee, hivyo ulionekana mgongo wake, kiuno chake jinsi kilivyojitenga, ule weupe kama rangi ya mtume kutoka Dubai. Makalio yake yalionekana dhahiri yana msamba, maana ule mtandio ni kama ulitaka kuzama katikati ya makalio hayo. Lakini kwa pembeni alikuwa ameshika gitaa. Tony akiwa bado anaitazama hiyo picha, dude lake lilidinda na kunyoka mbele kama tochi itumikayo kwenye mbio za kufukuza mwizi. Nyuma ya hiyo picha liliandikwa jina lililosomeka Natalia Chawene. Chini yake paliandikwa namba 19. Alizidi kuchanganyikiwa Tony. Alijaribu kujifinya kuona kama anahisi maumivu. Alipomgundua anahisi maumivu, hakutaka kuamini kama hayo mazingira ni kweli. Alipoiangalia bahari aliona kama imeungana na anga. Hakukuwa na chombo chochote cha usafiri ambacho kingemfanya ajiulize, kati ya kuelekea msituni na kukata maji kipi kingekuwa bora kwake. Akiwa kama alivyozaliwa alisikia mlio wa gitaa kwa mbali sana. Alishtuka. Akaanza kuufuatilia. Hatua moja ilivuta nyingine kwa uoga msituni. Kadri alivyoisogelea, ndivyo ilisikika kwa sauti kubwa. Akaanza kusikia mpaka sauti ya mwimbaji. Aligundua ilikuwa ni sauti ya kike. Alifuatilia mpaka akamwona mtu mwenyewe. Ni yule yule aliyekuwa kwenye ile picha aliyoikuta ndani ya begi lake. Msichana huyo alikuwa amevalia mtandio na aliketi kwenye gogo kavu lililokatwa muda mrefu. Kwa jinsi alivyokaa, makalio yalijimwanga zaidi. Juu hakuvalia chochote. Tony alijikuta akishindwa kuzuia kumwangalia msichana huyo. Alijikuta akisogea taratibu na kusahau kuwa hakuwa mavazi yoyote zaidi ya begi alilolibeba. Katika hatua zake za kunyanyata, dude lilikuwa limetangulia mbele. Tony alijishangaa, maana ugwadu aliokuwa nao ni kama hakufanya tendo hilo kwa miaka mingi mno. Mara, karakacha. Alikanyaga mti mkavu, kwa hiyo ukatoa sauti iliyomshtua yule msichana. Mshtuko uliomfanya kugeuka nyuma. Usinisogelee, wewe ni nani? Msichana huyo aliongea hivyo kwa jazba. Hapo ndipo umbo lake la kimahaba lililojichora vyema lilionekana kwa usahihi. Samahani dada yangu. Sijui nimefikaje huku. Wewe ndiye mtu wa kwanza kukutana naye. Kuna lolote unajua? Mimi mwenyewe sijui chochote. Ulifikaje huku? Hata sikumbuki. Nilijikuta niko ufukweni. Nikaokota begi ambalo lilikuwa na chakula pamoja na kinga. Halikuwa na picha. Ilikuwepo, ila ni picha ya nani hii? Ya hiyo nani hii? Na inafanana kabisa. Msichana huyo alimaanisha alikuwa na picha na dude la Tony. Naye Tony alitoa picha ya huyo msichana. Natalia Chawene. Tony alimwonyesha hiyo picha huku akilitaja jina hilo. Ndilo jina langu. Umelijuaje? Limeandikwa nyuma ya hii picha. Msichana huyo ambaye alikiri kuwa Natalia alikuwa ni yeye, alipiga hatua za taratibu kuifuata ile picha ili aiangalie vizuri, lakini aligomea njiani baada ya kuliona dude la Tony likiwa limedinda mno. Una muda gani kwenye hili eneo? Siku 2. Unalala msituni? Hapana, kuna nyumba nzuri tu ipo. Kwa kweli hata sielewi. Twende, nikupeleke. Basi Natalia aliongoza njia. Kifuani alikuwa wazi kabisa, hakukosa cha kujifunika. Mikono yake ndiyo ilimfanya kazi ya kuziba zile chuchu tu. Jinsi Natalia alivyokuwa akitembea, jinsi gani mtandio mwepesi ndicho alichovaa. Mtandio wenyewe ulionekana kama una unyevunyevu fulani, kwa sababu ulikuwa na dalili za kunata kwenye makalio yake. Ule mtikisiko wa makalio ulizidi kumdinda Tony, aliyekuwa katika wakati mgumu sana.